Habari ndugu mtazamaji wa Pride Mbagala TV. Kwenye meza ya uchambuzi hapa ni mimi Mr. Teacher, Mr. Eli, unaweza kanita The Big Brother. Bwana, kubwa lililoko mezani kwa siku ya leo ni kuhusiana na kuongezewa mkataba wa miaka miwili kwa mchezaji ama mshambuliaji kinara wa Young Africans. Huyu sio mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube, ama unaweza kumuita mwana wa mfalme. Huku mtaani mitazamo imekuwa ni tofauti. Wapo wanaoona kwamba hapo ni sawa, lakini wengine wakienda mbali zaidi na kusema kwa sasa Prince Dube inatosha. Mimi hapa katika meza yangu kama kawaida, kama ada, sina chochote cha kuchambua isipokuwa moja kwa moja ninakuunganisha na Zakem Sports Arena Club. Wao wana mengi ya kukujuza. Blaza, mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mnubi Mwanga. Umechangamka sana. Wewe ni shabiki wa klabu gani kati ya hizo klabu kubwa mbili hapa nyumbani? Mshabiki wa ambaye akachukua makombe mengi hapa ndani. Bila shaka ni Young Africans. Ya. Sasa shabiki wa Young Africans, bila kupoteza muda, Young Africans wanajiandaa kumpa mkataba Dube miaka miwili kusalia ndani ya klabu yao. Lakini kumekuwa na hisia tofauti kwa baadhi ya mashabiki juu ya Dube, aina ya uchezaji wake, aina ya kuscore, kumekuwa na hisia tofauti. Kwako wewe kama shabiki, taarifa hii unakaa upande gani? Prince Dube Mpumelelo asalie ndani ya Young Africans au Young Africans sasa hivi waachane na Prince Mpumelelo? Yaani kitu cha kwanza tumtambue Dube. Dube ni nani kwanza? Prince Dube ni nani? Sawa kwamba Dube huyu ni Mzimbabwe ambaye alitambulishwa na Azam katika ligi yetu ya Tanzania, sawa. Prince Dube akiwa Azam, kwa tumtambue Dube alafu tuende kwamba katika hilo swali lako, sawa. Dube akiwa Azam katika mwaka wa 2020 mpaka 2024, sawa. Dube amescore goli 34 katika mechi za ligi 54 akiwa Azam. Kwa hiyo tumtambue Dube. Dube ni nani kwanza? Tukiondoka Azam akaja Yanga Afrika, sawa, kutokana na mazingira ya hivi vilabu vyetu viwili, akatamka maneno akaja Yanga Afrika. Yanga Afrika mpaka hivi sasa Prince Dube takwimu zake ana goli 29 katika michuano yote aliyocheza. Sasa muangalie striker ambaye tunamzungumzia akiwa na goli 34 akiwa Azam, akawa na goli 29 akiwa Yanga Afrika. Huyu mtu katika misimu 6 ana goli 63, sawa. Tafuta striker ambaye alishafika yupo katika misimu hizo kama ana goli zaidi ya Prince Dube. Hiyo kwanza moja, sawa. Tukija moja kwa moja Prince Dube kwa hivi sasa, sawa, usajili wake utakuwa ni usajili bomba, kwa sababu anatakiwa uwasalie wachezaji kwanza ambao wako na timu kwa muda mrefu. Alafu tukiangalia kitu kingine, kwa nini Yanga wamemsajili Prince Dube, kwamba ujue uongozi wa Yanga Afrika ni uongozi ambao kuna watu wanazungumza sana, watu ambao kuanzia age zao miaka 50 kushuka chini. Hakuna mzee pale, pension pale hakuna bado katika uongozi. Sawa vizuri. Kwa hiyo wamekaa wametafakari, wamejua kwamba Prince Dube ni mchezaji ambaye kwamba takwimu zake tokea amekuja katika ligi yetu huwa na takwimu nzuri kama factor player ambaye alitoka wapi? Alitoka nje. Sasa tukiangalia moja kwa moja kwamba Prince Dube kwa nini kabakishwa na Yanga Afrika? Kwa nini usajili wake, kwamba kuna baadhi ya watu wanaobeza, lakini mimi siwezi kubeza usajili wa Dube kwa sababu aina ya uchezaji wa Dube ni mtu ambaye hachezi position moja kwanza. Kwamba Dube anapokuwa kwenye timu yako anakuofa sehemu nyingi. Ujue kuwa na mchezaji ambaye anakuofa sehemu moja, huyo kwenye timu anakopo hana maana katika eneo letu la ushambuliaji tunapozungumza. Na ndio maana ukiangalia leo Yanga Afrika ile safu ya mbele yote, kila mchezaji anakuofa namba zaidi ya moja. Ndicho ambacho kitu anachokifanya Prince Dube, kwamba leo mwalimu akitaka kumtumia kama winga anakuonyesha, leo mwalimu anataka kumtumia kama striker anakuonyesha, leo anataka kumtumia kama winga ya kulia na kushoto pia anafanyaje, anakuonyesha. Kwa sababu watu tulikuwa tujiulize, kuna mtu ambaye mimi binafsi nilishangaa, mtu kama Mohamed Dumbia, fundi wa boli, lakini Yanga Afrika kukaa. Kwa nini? Kwa sababu zao, kwa sababu nani na ameondoka. Sidhani kama atatamani kurudi tena kwa sababu ya kile ambacho alikionyesha akiwa Yanga Afrika. Sawa. Tuna mtu alikuwa anaitwa Chavi. Sijui anaitwa Chavi. Sio, yule anaitwa Chavi. Tunaona vizuri kwamba alikuja kwamba ametoka kufanya vizuri kwa timu yake, lakini kaja kwa sababu ni mtu ambaye anacheza mguu mmoja upande mmoja. Yanga ilimshinda, ingekuwa ana position nyingine basi ni vizuri zaidi. Lakini unajua sisi Watanzania wengi atuangalie mpira, tunaangalia mchezaji mmoja mmoja, tuangalie timu inacheza nini. Ndio maana Dube anapofanywa hesabu, mabadiliko unayaona kabisa. Anapotoka Dube timu kidogo ina shake. Kwa hiyo mbali na kuscore, lakini Dube kuna kitu cha ziada anakifanya pale Yanga. Ndio maana nikasemaje,
Yanga ukiona mtu wamemsajili wamempa kandarasi ya miaka 2, basi huyo mchezaji ana uti wa mgongo wa timu. Ukifungua ile akaunti ya Yanga kasha saini miwili, ndio kasha saini. Umeona? Na mashabiki wa Yanga wasiingie kwenye mtego kama walioingia Simba. Chama Chiba Kirema akatuzuru, rudisheni tena. Umeona? Akarudishwa tena. Sasa wasiingie kwenye mtego huu. Yaani kama Yanga Dube watamwacha, Simba tunambeba Dube. Si akija pale tunamwambia tumwangalie Chama anavyokuja na kile kiguru chake. Weka zako ni kufunga. Umeona? Na anarekebishika. Yaani hayo mambo analalamikia anarekebishika, lakini Dube alivyokuwa Azam katuzuru sana, na amekuja Yanga pale ashatuzuru mara moja, kwa sababu ni mchezaji ambao mpira unamfuata na hasa akiwa katika nafasi ya zoni. Kwa hiyo kwangu mimi kama angeondoka ndio imekuwa kama ya kipindi kile naomba Mayele aondoke, na kweli akaondoka. Sasa naona mtaka tena wamemkosa, na Gilimgumisha wamemkosa. Dube kasaidi tena miwili, kwa sababu Mayele ana ofa 9 anazo wakala wake Mayele, tena babu kubwa, kwa sababu JSM aliongea naye kama tunavyoongea mimi na wewe na Mayele, nitakupa 50 hizo ofa 9 milioni 120 30 Mayele. Sawa, lakini katika mchango wako umesema uliomba Fiston Mayele aondoke na aliondoka, na kuna baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club waliomba Aziz Ki aondoke na akaondoka. Kwa Dube unaombea kuwa mbakishe. Kuna nini kwa Dube na wengine uliomba aondoke? Sasa kwa Dube hata nisipoomba imeshindikana, kwa sababu hapa kuna masteka wawili injinia kawafuata tayari, na wakubwa nao wanawataka, akiwemo huyu Gilimgumisha umeona? Sasa lazima Dube kasha saini miwili Dube. Na mimi kama mshabiki wa Simba nikiona bunduki mzuri pale Yanga inaondoka, imenunuliwa au inaondoka, mimi ndo nafurahia kuliko ikibaki. Naona kwamba kwa sababu Dube kaanza kunizuru toka yuko Azam. Toka Azam kaja tena pale Yanga kashanizuru mara moja, anaendelea tena kuwepo, abaki asibaki mimi sijui. Kwa majina unaitwa nani? Ubaya ubwela, mwingine unamwagika, mwingine hauonekani na upo nyumbani. Ubaya ubwela tafsiri yake ni shabiki wa Simba Sports Club. Tumekutana shabiki wa Simba Sports Club, tunataka tupate hisia tofauti juu ya hiki ambacho kimetokea kwa mtani wake. Klabu ya Young Africans iko mbioni kumwongeza Dube mkataba miaka 2 kusalia ndani ya klabu hiyo. Tukio hili kwako umelipokeaje na unaweza kuizungumzia vipi? Unajua Tanzania sisi bado maskini. Wachezaji wetu sisi wakungaunga blaza. Sawa. Dube ameishi hapa zaidi ya miaka 7 sasa hivi. Azam miaka 4, Yanga mwaka wa 3. Sawa. Mchezaji kama yule alikuwa hana haja ya kumbakisha Yanga kwa sababu ya nini? Amekusaidia nini? Tuwabakishe watu kama kina Mayele, sawa? Kina Aziz Ki. Leo tunaangalia Dube. Katufanyia nini? Kaipeleka wapi Yanga? Hii kutokana sisi mashabiki tuna shida ya wachezaji, tunasema muache kutokana na nini? Hatuwezi kuachukua kama huyu tunamsema Kamgisha bilioni 3.8. Unchukue Mayele umlete huku, uwezi. Sawa? Ndio maana Simba na Yanga wachezaji wetu wakungaunga, ndio maana sisi tuambulia robo, makundi mpaka dunia inaisha. Hatuwezi kufika finali sisi klabu bingwa. Lazima. Wachezaji wetu wa bei rahisi 150 200 hatuwezi. Tukija huku tunaongeza sefuri, wachezaji wa 200,000 tutasema milioni 20. Bado akifiki mbali blaza. Huyo Dube kwa mimi unekee na Mzizi pale. Baba Mzizi mimi naenda naye. Dube mchezaji wa kawaida. Kutokana sisi tuna shida, tumekwama, tutashangilia sababu cha kwetu. Tutamwacha nani? Mtoto hata akiwa mwandazimu wa kwako. Lakini pia siku za hivi karibuni tumeshuhudia uwepo wa Dube, kumekuwa na ingiza wachezaji wengi katika eneo la ushambuliaji, lakini Dube ameonekana kuwa best kwa upande wa makocha wengi ambao wanakuja Young Africans. Makocha wanakuja tofauti, Dube ameonekana nafasi yake ni kubwa zaidi. Wengine kama watakuwa benchi, Dube anapatikana uwanjani. Siri ya Dube kupatikana muda mwingi uwanjani na kuonekana kipenzi katika kocha ambaye anakuja, unadhani nini hasa upande wako? Dube kinachomsaidia Tanzania hapa shaka ndani ya miaka 7. Ardhi zote za Tanzania, mikoa yote anavijua. Kila kiwanja anakijua. Sawa. Leo tunamwona yeye kwa kawaida kwa sababu ni kwanza anaanza Tanzania. Lakini yeye Depo tumpe kama miaka 2, hata Dube yeye ataondoka Tanzania. Sawa. Kinachomsaidia Dube ashaishi Tanzania takriban huu mwaka wangapi? Blaza. Tangu 2019 18 yuko hapa Tanzania. Sawa. Kwa hiyo Dube ndio maana nakwambia ni mchezaji wa kawaida, mpaka leo hajawahi kupata hata kiatu tangu amezaliwa. Sielewi kama amewahi kupata kiatu. Kwa hiyo mchezaji wa kawaida tu. Kutokana sisi hebu pia hesabu. Kacheza Azam, umesikia kuna ofa? Kacheza Yanga kuna ofa? Mchezaji yote mkubwa lazima ofa inakuja. Sawa. Huyo Dube mchezaji wa kawaida.
kutokana sisi tumekwama, tutasema ni mchezaji atatusaidia kutokana na nini? Hatuna watu. Na mimi pia kwa nafasi yangu kuniuliza kwa nini Dube kabaki kama ulivyoniuliza, nitakwambia nina kazi naye moja tu. Na kaza kumshona tu, kuna mshamba mmoja yeye ndio shughuli yake. Yaani Dube kaziwa kwa kazi hiyo. Hayo masuala mengine sisi hatujui, lakini tuna kazi naye maalum kwa sababu kumshona tu kuna kiazi mmoja. Yaani watupigie tu kila kukicha, ndio kazi yake maalum. Kumekuwa na hisia tofauti baadhi ya mashabiki wenzako wa Young Africans kwamba matumizi ya Prince Dube aina uchezaji wake, kuna kipindi ambacho Dube anakupa goli, kuna kipindi anamsenzia akupi goli. Na hisia zilizokuwa tofauti, kuna baadhi wanasema Dube astahili kuendelea na Young Africans, wengine wanasema Dube anastahili. Wewe boti hizi ndio unakaa upande gani? Dube endelee na Young Africans au Young Africans kwa sasa waachane striker huyo? Hapo sasa kwa haraka nashaona kuna vitu viwili. Kwanza kuna personal staff za mtu. Yaani kuna mtu anazungumza maoni yake yeye na kuna mtu anazungumza uhalisia wa kilichopo. Ukienda kwenye upande wa maoni yake na mimi nitarudi pale pale kwenye maoni yangu kwamba yupo pale kwa kazi maalum ya kunikanyagia mtu fulani tu. Hizi kazi nyingine simpi sana mzigo. Ingaje ni ndio jambo lake la msingi. Lakini ukienda kwenye kazi, yani ukienda sasa kwenye for general kwamba umesajiliwa kwa kazi gani? Dube au mpira wa kisasa hakuna mchezaji ambaye yuko very specific kwamba wewe unataka ufunge tu. Ndio maana unaona hata kwenye ligi yetu hii unaona mtu kama beki wetu ule Baka ana goli kama sikosei goli 4 ama goli 3. Basically sio kazi yake ya msingi, lakini mpira wa kisasa ndio nataka uwe hivyo. Kwa hiyo siku kwa upande wa Dube ukimzungumzia pia unaweza kukuta ameshindwa kufunga, lakini inawezekana aliassist ama alisaidia kuzuia goli fulani. Kwa hiyo basically kimsingi Dube ana kazi nyingi tofauti na wanavyofikiria wao. Lakini pia kwa matamanio ya klabu ya Young Africans kwa hivi sasa kupata mafanikio Afrika kama alivyopata timu kubwa ambazo zimeendelea, Young Africans ziko njiani na Mwanga washaonyesha 2023 walifika finali. Kwa aina ya mastreka kama Dube, Yanga anaweza kufikia nchi ya ahadi? Swala la kufika nchi ya ahadi kwa aina ya striker kama Dube kimsingi ukitoa unafiki bado, kwa sababu kuna besti zaidi ya Dube. Unajua watu wanamwangalia Dube kwa hisia tofauti. Dube sio striker kama wanavyosema watu. Dube ni mshambuliaji, anashambulia kila aina ya engo katika uwanja, na Dube ni mzuri zaidi akiwa anatokea pembeni, uwaga ana hatari kubwa zaidi. Lakini pia Prince Dube tunakumbuka wote miezi kadhaa iliyopita alikuwa hayupo katika kiwango bora, alikuwa amesinzia katika kuscore. Ikafika kata akapelekwa kwenda kuombewa. Vipi kwa maisha ya mchezaji mpaka anafika kata aenda kuombewa? Tafsiri yake technical bench imeshindwa kumfufua kwenye huo muda. Na wewe unatamani Prince Dube aendelee. Hii tukianza kuzungumzaje, ni kweli yaliyomo yamo? Kwa Dube yaliyomo yamo, mpira upo, ila kuna maji kupwa na maji kujaa. Binafsi kama mimi bwana niongelee mpira tu, sio kama nishauri mpira kiukweli. Kwani washinde kumpa mkataba mzuri Selemani Mwalimu, hata akitoa Yanga ni Dube damu acha nje. Ndio kwa hiyo naongea hivi yao kwasi katokea nje. Kwanza alianza namba moja kabisa, nafasi ya kocha na nafasi wa jana yuko naye, si unajua alivyoenda mshashika pata bajeroi kaenda nje. Kaudi na kitu gani? Hadi sasa mashabiki wanamlilia hapa, si unajua wanampigia makofi sasa. Je, kwa nini ushinde kumpa nafasi Depu ambaye kidogo hata msimu mmoja hajacheza? Hapo ndio kunipa nafasi Dube eti anamketea mkataba mchezaji ambaye hata hajakupata kitu kimoja, hata kimataifa kule kwenye taji akashinda kabisa namba 9 peke yake, lakini kashinda kabisa wewe kitu. Hapo ndio sasa nibaki na Dube. Kwa nini? Wale nina faida nani? Baadhi ya wadau wanasema Dube uwanjani na kuofa vitu vingi. Hii kwako ni kaje? Okay, sawa, ni vitu vingi, lakini kwa msimu aliombewa na Mwamposa. Ndio. Sasa kama alivyoombewa na Mwamposa si akakiwasha? Ndio. Basi naye miaka miwili Mwamposa na Said miaka miwili. Pengine ataendelea kukiwasha. Kwa hiyo Dube aliombewa na Mwamposa akafanya vizuri. Kwa hiyo naombewa na